Lakini leo la kwangu moja tu ambalo nimetamani kulisema, ama niliongea kama mtumishi wa Mungu, kama mama. Nataka niongee na vijana wanaomtumikia Mungu, waimbaji, wahubiri, wachungaji, wenye umri mdogo waliofungua makanisa, waliofungua kazi ya Mungu. Napenda kuwatia moyo. Zinaweza zikaja saizi fimbo nyingi sana kwamba labda vijana hawa ni kwa sababu tu wanatafuta pesa, hawana pa kwenda. Na mimi wengine mmesoma sana, lakini si kwa sababu hamna pa kwenda. Ninajua mmeamua kujitolea kufanya kazi ya Mungu. Mmeamua kujitoa maisha yenu kumtumikia Mungu. Naomba niwatie moyo. Hata sisi tulipofika hapa tumepitia mambo mengi sana. Wewe ni wa thamani. Kama ni kijana wa kisasa, ulikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile kama vijana wenzio wanavyofanya na ukapata hizo pesa wanazosema. Lakini kwa nini uamue tu kukaa kwa Mungu? Wewe sio boya kama wanavyokuangalia. Wewe sio boya kama wanavyokudhania na kukufikiria. Wewe ni mtu safi na ni mtu salama na ni mtu imara sana. Kumchagua Mungu sio jambo dogo. Mpaka Mungu amekufunulia siri yake ndio utajua kwamba umchague Yesu. Watu wengi wamemkataa Yesu, wanaona kama ni uboya. Lakini mbona wewe umesoma? Na mbona umeacha kila kitu? Na mbona unamtumikia Mungu ukiwa kijana? Endelea kumtumikia Mungu. Nakwambia endelea kumtumikia Mungu. Kama kijana unaimba, imba sana. Kama kijana unamtumikia Mungu kwa kuhubiri barabarani, si kwenye hubiri. Hubiri, wasikudanganya hubiri. Hata ungetokea watu wakubwa wenye udhoefu kiasi gani wakakudhofisha, usikubali. Waambie niliitwa peke yangu. Kwa hiyo Mungu ninamjua aliyeniita. Endelea kunyenyekea na Mungu atakutia nguvu. Endelea kusimama imara. Bwana anakutaka wewe ndio umtumikie na sio mtu mwingine.